Naam, karibu kwa mara ya kwanza kwenye podcast yetu episode 1. Mimi niko Kadi. Je, wewe uko Kadi? Sisi tuko Kadi. Naam, na leo ni mambo ya tuko Kadi, tuko Kadi. Na tukiweka hilo swala la tuko Kadi kando kidogo, our main topic, our main aim today is tudumishe amani, tudumishe upendo. Hasa huu msimu ambao campaign. Hapo ndo mahali watu wengi hupoteza maisha yao sana, na watu wengi wakichanganywa akili na pesa ndogo ndogo, wengine hata shilingi 50. Ndo maana ikakuja tuko Kadi. Tuchanuaneni jamani. Kwanza sisi vijana wadogo, vijana tupendi kupiga kura, sisi watu wadogo do tu na imeisha hivyo. Naam, pesa wanasema pesa za campaign lazima tutazila. Okay. Tutazila pesa za campaign. Lazima tuzikule, lakini tunakula na akili. Tia koma Habiba. Naam, usisahau unafahamika kama Firdaus Merabaksh. Nami Habiba Hamisi. Naam, mara ya mwisho nikiwa naye alisema binti Mfalme. Bado inabakia Mfalme ama imerudi Mfalme? Imerudi Mfalme. Ilikuwa Mfalme. Nilikuwa na hakikisha nisije nikamuita binti Mfalme anikasirikie, na yeye ndo aliniambia jina lake jipya. Na pia guys, mtufuatilie kwa social media zetu zote hususan #HFTV ama HF Radio 254, na hii ni podcast ambayo mwenzangu hapa Firdaus amesema ni episode 1, season 1 episode 1. And then Firi vile umesema hiyo topic yetu kuhusu mambo na kura, hiyo kudumisha amani. Tudumisha amani. Yani time ya kupiga kura ni sisi wananchi ndio uko na shida, ama ni leaders wako na shida? Ni sisi wananchi tuko na shida. Maana hawa viongozi wao ukitazama wao weko juu tayari. Kwa hivyo na ukiangalia hii inahusu ni sisi, mimi na wewe. Sisi kama wananchi, sisi ndo tunaumia. Sisi ndo tunafaa kuleta mabadiliko. Sisi ndo tunafaa kubring the new change, ambayo ni hiyo mabadiliko. Sisi ndo tunafaa kukua thabiti, kushikilia, kuhakikisha mtu fulani hatumteui akuje kututawala, atukuje kutuharibia maisha yetu. Mara mingi mimi sisi ndo tunajikosea sisi wenyewe kama wananchi. Lakini unaona Firdaus, na shangan sisi wanadamu, sisi ndo chanzo ya kuchagua leaders wabaya. Kwa sababu huyo leader leo atakuja, mumempatia hiyo time yote ya miaka 5, lakini hajawafanyia chochote. Amekuja na excuse. Election nyingine ikikuja atawadanganya na 500, 200 mchele, nyama, lakini si wanadamu ni nani tutampatia yeye kura tena? Ndio maana nasema tutumie akili jamani. Akili ya kuzaliwa basi, kama huna ya shule kuna ile akili kidogo ya kuzaliwa. Tutumie hiyo akili ya kuzaliwa. Huyu mtu alikuwa kwa kiti miaka 5, hakuna mabadiliko amefanya, badi ameleta hasara juu ya hasara. Kwa nini umrudishe tena aweze kuendeleza miaka zingine 5 ya madhara na athari kwa wananchi? Na pia kitu kingine hapo nikiongezea Firdaus kuhusu Malcolm X, unajua kwa nini walimua? Kwa sababu alichanua wananchi. Alisema nyinyi wananchi ndio chanzo ya kuchagua leaders wabaya. Ni ukweli kabisa, hata mimi na support. Pesa and then nyinyi mshasahau. Kwa sababu yule leader amekuja amewapea pesa, utakuwa addicted na ile pesa yenye anakupea. Ni kukate kauli ya Habiba. Mtu anapatiwa 500. Anasahau miaka hizo 5 zinazokuja zitakuwa vipi. Amesahau. Pesa tusiwe ni wenye kuwa na tamaa. Tamaa ndo unaambiwa tamaa maut. Utamani umauti. Hiyo tamaa yenye uko nayo na kufanya unasahau kesho yako vile itakuwa. Unaambiwa sisi ndo tunatengeza kesho yetu, na pia sisi ndo tutaharibu kumbuka hii kesho hatuitengezi ni yetu peke yetu, tuna vizazi vinavyokuja.
tunawatengezea. Watoto wako unawataka wakae kwenye mazingira ya aina gani? Mazingira ya ufisadi, dhulma, chuki, uhasama, uadui. Unawataka vizazi vyako vinavyokuja wakae kwenye mazingira ya aina gani? Tusiwe ni wabinafsi. Hii 500 isikubabaishe, 500, 1000 ukasahau kesho yako. Unafaa kusimama wapi wewe kama mwananchi? Ukweli kabisa. Ndio kwa sababu walimuua, aliambia wananchi wacheni ujinga. Huyu leader the moment anakuja kwa honga na pesa kateni, lakini wananchi si nini? Wanashindwa kukataa. Watu wameweka, ndo maana nasema watu wameweka tamaa, yani imekuwa ni kama culture. Watu wamejiwekea tamaa. Utamsikia mtu tu hata kabisa dhahiri anasema mimi nakula pesa yake tu sitamchagua. Mimi nakula pesa yake tu sitamchagua. Haya, mwingine pia wenye wanaokosa pia kupiga kura, jamani tunafanya makosa na tukasema katika hii mada yetu kuu tuko na sub mada ya tuko kadi. Kukua kadi iko na maana. Mimi kiukweli ndo mara yangu ya kwanza kuchukua kura Pia mimi ndo mara ya kwanza kuchukua kura. Ndo maana tuna moto hivi, maana tunataka kutengeza kesho yetu, na change inaanza na wewe mwenyewe na sisi tumeamua ku make change, kwa hivyo ndio babangu juzi alinichanua. Unaona nowadays ukienda kutafuta kazi yani wanataka wakushike kitu tu kimoja, uko na kadi, uko na kura, kama hauna chance imeenda hivyo. Na pia anasema umechukua kura, ndio kwa nini usipige kura? Hiyo kura yako moja inaweza badilisha maisha yako na ikabadilisha maisha ya mtu mwingine. Maybe yule leader ni yule mwenye alipewa chance ya miaka 5 lakini hakufanyia watu kitu, na mwingine mzuri akakuja. Maybe hiyo kura yako moja itasaidia yule mzuri amshinde huyu na moja na ingie na awasaidie. Lakini wacha ni kukatika ule Habiba, watu wako na kasumba mbaya huku nje, na mimi waspendi mtu mwenye ako na mind negative kama director wetu leo. Kabla tuanze show, tuanze kipindi chetu, amenikasirisha. Anasema tupende tusipende Kasongo atarudi tutam. Lakini pia ulisikia hiyo tutam iko na tutamtoa. Tutam ya kurudi ni tutamtoa. Naam, ni tutam na pia ni one time tutamtoa. Inategemea na wewe umesimama wapi. Ngoja Habiba nimalize. Watu tumejiwekea kasumba. Watu wengi huku nje wameweka kasumba ya hata ukipiga kura kabisa mtu anakuambia umechukua kura. Mimi watu wengi wameniambia umechukua kura. Namwambia nimechukua kura, lazima tu make change kwa hii serikali yetu. Lazima tu make change, tuchague kiongozi mzuri. Mtu anakuambia hata ukichukua kura huyu Kasongo ndio atafanya nini? Atarudi. Wacha nikwambie, maamuzi hayafanywi na binadamu. Mungu. Yes, kuna unafanya maamuzi lakini mpaka Mungu atake ndo iwe. Mpaka Mungu atake ndo ifanye nini? Ndo iwe. Kwa hivyo kama Mungu ameandika ni yeye atakuwa, basi Allahu yaalam, ni sawa, alhamdulillah, tutashukuru. Kitu kikadiriwa ni hivyo inakuwa. Lakini kama Mungu ameandika si yeye atakuwa, hawezi kurudi kwenye kiti. Kwa hivyo usiseme ati mimi sitachukua kura maana yake atarudi, ako na power, ataiba kura nini. Hapana, usikuwe na mentality hiyo mbaya, maana yake mentality ndio inakuwa wewe kama mwanadamu. Naambiwa mtu hata sengine si ugonjwa wake unamuua, ugonjwa wako nao ni hiyo akili ya kujiwekea mimi sitapona, na ndio hivyo anakufa. Unajua hata mtu Firdaus, mtu huwa hauliwi na ugonjwa, mentality. And then Firi, tukiangalia hii yani society yenye tuko, yani tuko na leaders yani wabaya. Unaona tukiangalia yani ni kitu nimeenda mwenyewe mguu yangu mbili mpaka kwa hizo affordable houses. So unaona vile watu wanabomolewa and then mnaambiwa mutajengewa, mutarejeshwa nyinyi. No, hizo nyumba they belong to rich people. Wenye wanaishi hapo ni wenye wanajiweza. Yule maskini mwenye alikuwa anaishi hapo yuko kule alishangamizwa na 10,000. Hiyo ni kweli ni kusaidia jamii? Hiyo si kusaidia jamii. Nikasema tumeweka tamaa mbele. Wewe ukisimama imara, sitaki pesa yako. Sitaki pesa yako. Mimi niachie mali yangu, niachie nifanye ambavyo mimi mwenyewe naweza. Na tukirudi katika mada yetu kuwa Habiba, kudumisha amani. Watu katika hiyo kudumisha amani, kitu inawafanya wasidumisha amani ni hiyo tamaa. Hongo. Naam, tamaa. Tumeshakubaliana sisi hatutafanya kitu fulani, lakini kuna yule tu mmoja msaliti anaamua hapana,
mimi nitakuwa nduma kuili, ndajifanya niko nao na pia niko upande mwingine. Anakula pesa, nyinyi anawadanganya. Anakula pesa, nyinyi anawadanganya. Tamaa ndio inafanya kuna kosa kukuwa na amani, watu wanauana. Tamaa. Tamaa ndio chanzo kikubwa. Tamaa ndio mzizi wa maafa yanayotokea hapa Kenya sasa hivi. Na pia tukiangalia Firdaus, si Kenya pekee, lakini Kenya imezidi Afrika, sijui Afrika Mashariki, bora tu ni Afrika. Yani mpewa Afrika tunataka power. Unaona wa leaders wetu, yani ni mtu ni mzee lakini anataka power. Na ajui kuna watu walikuwa na power, watu walikuwa na pesa, lakini waliziacha wapi? Wako futi 6 saizi. Mtu alikuwa na pesa na kufuti 6. Na pia Firdaus, kitu kingine tunaambiwa mnachaguliwa leader kama wenyu, lakini leader wetu ametushinda. Ametushinda ushetani. Tunaitwa mikono. Nakwambia kila kitu ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu Habiba. Hakuna kitu ambayo haiwi, na unaambiwa kitu ikiwa ni mpaka Mungu atake. Mpaka Mungu atake. Na inshallah kwa dua zetu Mungu atasikia kilio cha wananchi. Hawezi kubali tusafe. Hawezi kubali tusafe. Na pia Firdaus, unajua kitu moja na kwaga political analyst. Nimeangalia wale wabunge ambao walikuwa hawamuungi mkono Raila marehemu mwenye alienda zake. Yani saa hizi wanajutia. Wanasema laiti ningelijua ningemfuata yule mzee vile walikuwa nasema baba. Siku zote unaambiwa Biba, thamani ya kitu huwezi kukiona mpaka kikutoke. Hapo ndo utajua thamani. Unaambiwa thamani ya kitu huwezi kukiona mpaka kikutoke. Siku zote inakuwaga hivyo. Juu mwingine anasema sijui yule baba wa maandamano, yule baba wa walikuwa hawajui huyo baba ndo anatusaidia. Yani na pia ile time yani watu walimuelewa vibaya, ndo ilikuja ikajulikana juzi ile Raila kuungana na Kasongo. Yani ye alikuwa anataka amani ifanyike, alikuwa amechoka na damu kumwagika. Cause yule mjamaa alikuwa na brains, alikuwa anajua nini anafanya. So watu walikuwa wanasema I wish atungemtukana, I wish atungesema yeye alikuwa msaliti. Kumbe alikuwa anatusaidia. Hata mwenyewe tu Rigiji alisema juzi anajutia kabisa. Lakini unajua Rigiji Firdaus, yule jamaa anaambia watu ukweli, lakini watu wanamwona tu ni mzaha. Yule anasema ukweli. Unaona tu anatoka tu rais kwa sababu anasema ukweli, kwa sababu huwezi jua kitu kama hujakana huyo mtu. Ni kweli unaambiwa ishi na mtu ndo ujue tabia zake. Kwa hivyo kama mtu ameishi na mtu na anakuambia mtu fulani hivi na hivi, naam, unaweza usiamini maneno yao, lakini chunguza. Na unaambiwa lisemwalo lipo na kama alipo laja. Kwa hivyo chunguza, tusiwe kukimbilia kufanya maamuzi. Chunguza kwanza. Saizi vijana wengi hawana ajira Biba, wanauliwa. Watu wanaingililia mihadarati. Watu wanafanya mambo mengi sana maovu ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Naam, ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Pia ndo mimi nataka niseme viongozi ambao hawajaingia wanataka kuingia, wanasema manake wakikuwa wako huku nje wana campaign, utamsikia mtu mimi nikiingia nitafanya hivi na hivi, mimi nikiingia nitafanya hivi na hivi, mimi nikiingia. Lakini wakati anapoingia sasa unashangaa, jamani, kumebadilika nini? Kwa nini ufanyi vitu ulituahidi? Anakuwa kunakuwa na unafiki mingi. Kwa nini ufanyi vitu ulivyotuahidi? Alafu unajua Firdaus, kwa nini rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliwahusia vijana, yani wewe usiwahi taka kuingia kwa siasa, kwa leadership, kwa sababu utasahau pale ulitoka. Kitu ya kwanza, hautawahi lala. Tamaa itakuingia ya kutaka power, lazima utamwaga damu. That's why alikuwa anahusia watu, wewe fanya tu biashara zako ndogo, kazi yote ya halal, lakini usiingie kwa siasa. Unajua kwa nini saizi watu wengi wanataka kuwa MCA hata wataki MP? Juu iko na do hiyo kitu. Na wewe mwenye mnamkampenia, mimi ndo wafanyia, atawaruka within that year. Hamtamuona. Mimi wanafurahia sana. Babangu alikuwa ananiambia, yes, kuna wazazi wana influence watoto wao kuwa kiongozi. Kuwa kiongozi mara fanya hivi. Mimi tangu nikiwa mdogo babangu alikuwa ananiambia mambo ya uongozi, wacha kaa kando. Manake unaambiwa uongozi siku ya kiyama utaulizwa, yani wewe ndio utajibia makosa ya watu wengine. Kwa hivyo kitu yote na uongozi, mimi sipendi sana mambo uongozi. Hata class rep sikuwaitaka, hata prefect sikuwaitaka. Na nilikuwa nikiwekwa natoka, namwambia mwalimu mimi siwezi.
siwezi, mi siwezi. Maanake hapo kutakosa uadilifu. Kumbuka huko na inaanziaga tu huko chini. Inaanziaga tu huko chini, unaambiwa kila kitu iko na foundation yake. Mahali yenye inaanzia hapo hivyo vile inaanza kidogo ndio inakuwa kubwa. Inaanzaga tu na kidogo. Vile ule ulikuwa unamwona ni prefect. Andiki marafiki zake peacemakers, anaandika wengine, hapo tayari hiyo ni dhulma. Amefanya dhulma bila kufanya nini? Kujua. Kesho anakuwa mkubwa, anakuwa mtu mashuhuri hivi, anafanya same anaendeleza, yani ni kitu yenye alizoea na hakukatazwa. Kwa hivyo pia mimi nahusia sana walimu pia wakiwa shule, wazazi to install hizo values kwa watoto wakiwa wanainukia. Maanake unaambiwa hapo mtoto akiwa anainukia, kichwa chake chepesi, anashika kila kitu kwa haraka na kwa ufahamu, anaelewa hii ni mbaya, hii ni nzuri. Uone mtoto akiwa mdogo, hata ukimwekea achukue, kama kuna nabii wetu alitestiwa hivyo, moto na tende, alichukua nini? Moto. Alichukua moto, lakini Mungu ndo alimsababishia achukue hivyo. Lakini in real sense ukimwekea mtoto moto na tende, anajua hii moto itanchoma. Kwa hivyo tukiwa tunawalea watoto wetu, inshallah mimi na Habiba tukiwa na watoto wetu na bado wale pia ambao wenye wako na watoto, tuwakuze watoto wetu na values zenye hata kama ni wadogo zako, unawaonyesha hii kitu fulani na fulani ni mbaya. Hapo ndio mtoto atainukia akijua kitu fulani ni makosa, ni sifai kufanya hivi, nafaa kufanya hivi. Ndio saizi pia vijana tumekoroganika sisi kwa sisi. Huyu anamdhuru mwenzake juu ya shilingi 500. Kama wakitana hizo siasa, juzi kulikuwa na campaign. Watu wanakufa huko. Juzi kulikuwa na campaign. Hawa wakubwa hawajui hizo. Hawajui. Jua ashapeana yao imeisha. Kulikuwa na campaign na Biba, watu walipigana. Na ni majirani. Watu walipigana, kukakuwa na uwizi, wengine wakanyang'anywa simu, wengine wakafanya nini? Angalia, huyu ni mwananchi mwenzako unamdhulumu hivyo. Mwenye amesababisha mdhulumu hivyo ni kiongozi. Kiongozi mwenyewe hakuna hasara yote amepata. Ni sisi tu tunapata na hasara. Ndio maana nasema tudumisha amani. Habiba sana napenda tukikuwa na amani na tukikuwa na msimamo, sisi kama vijana, wana wazee na kila mtu, tuamue sisi kama wananchi tusikubali kitu fulani, tukubali kusimama na haki. Kusikue na ile kichini chini yenye mtu anajifanya mimi snitch, wale masnitch. Anaona wacha nikaseme ndapatiwa pesa, sijui nikaseme ndafanyiwa hivi, kitu yangu fulani itatimiza. Ndio maana nasema tuweke tamaa kando, tuweze kushikana, tulete mabadiliko. Mabadiliko ni yetu, nchi ni yetu, sisi ndo tunaiharibu na sisi ndo tutaijenga. Kwa hivyo tukiamua kuiharibu kwa kuweka tamaa mbele, na sisi tu ndo tutaumia. Na pia Firi, unaona vile tunaelekea wakati wa election. Yani ukisikia tu yule mtu mwenye anasema tutamile kukweli tu anasema tutamkasonga, huyo mtu ni mad. Yani huyo matatizo haijamfika venye familia zingine matatizo imewafika. Unaambiwa ngoje ikufike. Kunao punguani Habiba. Matatizo tayari mahali yenye ametoka ni mahali yenye hata hawezi kuwa proud asimame aseme hapa ndo nyumbani kwetu. Lakini anakuja ni ile yenye anahadaiwa, anaambiwa kitu fulani ndakufanyia hivi. Wengine hata hawajadaiwa. Ndio maana nakwambia mtu mwenye punguani, huyo mwenye ambaye anaona huyu ni kiongozi mbaya, lakini bado anamtaka huyo kiongozi arudi, huyo ni mtu punguani kwa kweli. Manake wewe mahali kiatu inakufinya, utavaa hiyo. Unaambiwa kiatu mwenye anajua shida ni mwenye huyo kiatu. Kiatu wewe inakufinya. Mimi sijui, mimi nikikuangalia hivi ndasema Habiba viatu vyako vizuri, lakini wewe ndo unajua kiatu inanifinya. Inanifinya kiasi gani, ama kama ni kubwa initosha ama inanitosha. Kwa hivyo ni wewe ndo unajua hii kiatu inanifinya mahali fulani. Usikubali kubeba ujinga. Ni mtu tu mwenyewe. By the way, and then kitu ingine, unajua tukiangalia huu president wetu, yani Firdaus hauwezi kuwa yani wewe ni mtu mbaya hata kama uko na ubaya. Kila mtu hakutaki have a problem. Uko na kasoro huwezi kuwa mbaya. Lazima kuna ule mwenye anakutetea anasema hapana Biba, hata kama ako na ubaya ako na uzuri fulani. Na ujue, usiwe mbaya kupitiliza. Unaona hizi nyumba za affordable houses, kama watu hawajui,
president wetu ana force utajiri. Utajiri si ya kila mtu, ni kama pia umaskini si ya kila mtu. Hawezi force utajiri, yani fanyia tu maisha wakwe wanaweza kujikimu kimaisha. Na unaambiwa kila kitu ni polepole Habiba. Kama vile mtoto anavyozaliwa ndo unaambiwa kila kitu ni akili, lazima ukuwe na akili. Kila kitu ni lazima itoke chini iende juu. Huwezi anza hivi umekuwa juu, lazima uanze vibarua. Kesho umeandikwa ofisini, kesho kuto umepandishwa cheo, umekuwa manager. Haya, kutoka manager umeamua mimi nimekuwa na experience ya kutosha, nimekuwa na resources za kutosha, wacha na mimi nifungue kampuni yangu. Lazima utoke chini ndo upande juu, huwezi anzia juu. Kwa hivyo kila kitu ni process. Hakuna vile utasema ati hatutaki umaskini. Yani watu tu maisha huwezi. Si huyu mtu alijiumba akajitakia umaskini. Ni Mungu ametoa cheo, ametoa vyeo kwa watu. Amekupa, unaambiwa aliyeninyima wewe, aliyeninyima mimi ndo amekupa wewe. Kwa hivyo kama wewe umepewa, usinidharau mimi mwenye sina. Sasa unaona pia kulikuwa ati tululu zinafai kutolewa. Yule mtu mwenye ameanzia chini ataweza kweli kujinunia. Nilisikia hayo maneno. Kumbuka kuna mabibi zetu huku mashambani, mabibi na mababu zetu hawajui kutumia simu. Hii simu ya touch. Mtu kama huyo na ako na mawasiliano na watoto wake wako huku mjini. Yeye ako mashambani, ako na haja zake, anafaa kutumiwa pesa, anafaa kujuliwa, leo mama unaendeleaje, umeamka, unasikiaje, unaumwa jana, je maumivu yamepotea, hivi na hivi, waweze kupata mawasiliano. Maana sasa hivi si kama zamani watu walikuwa wanatumia na barua. Zinafika nini, hizo vitu ziko lakini zimepungua, technology imekuwa more advanced. Kwa hivyo uwezi, itakuwa ni very unfair. Unaona, ukikuwa kama kiongozi, wewe kama kiongozi unafaa ujieke kwa kiatu cha huyu mtu, jiambie ni sawa, natoa hizi simu. Aya, kuna huyu mtu mwenye ndio maisha yake iko hapo, nitakuwa nimemtendea haki. Na tena unajua viongozi Firdaus wanasahau wigi wapi walitoka. Pia wao walitoka, yani most of them walianza chini. Ukweli. Na hata kama ulianzia juu Habiba, unaambiwa kuwa ni mwenye kukuwa na ile utu na hisani, kuwa na ile huyu ni binadamu. Tuweke ubinadamu basi, tutoe class lakini tuweke ubinadamu. Huyu ni binadamu mwenzangu. Na pia kuna ile leo uko juu, kesho unaweza kuwa chini. Hakuna mtu anajua. Unajua mahali unatoka, lakini mahali unaenda ufanye nini haupajui. Kwa hivyo usiwe ni leo unatakabar, unafanya vitu, unasema mimi kiongozi nini. Kesho Mungu anaweza kukushusha, kupige kiboko, ushuke aina yenye hata mimi mwenye sina, yani mpaka nakuwa na afadhali na kusikitikia wewe sasa mwenye ambaye ulikuwa uko nacho. Na pia Firdaus, yani pia mimi nakuaga very proud kuzaliwa Majengo, mtaa wa Katanga, Pumwani. So vile siku ile watu Kikomba walivunjiwa, yani iliniuma. Yani nilifeel vibaya sana. Yani nilisema jenge kwa ni mamangu anafanya hivyo, jenge kwa ni, yani kama uko na utu utafilia ule mtu. Ukweli, yani ukipita hapo hata Firdaus utasikitika. Unasikitika maanake watu wameachwa, hawana pa kwenda. Kuna wengine hawana ushago, hawana nini. Hapo ndo riski. Hana mzazi, alijikuta tu huku maskini. Hapo ndo ameamua ni maisha yake. Hana wakumgeukia amwambie ndugu yangu nisaidie hivi na hivi na hivi. Ni mtu hata pengine atambuliki, si wa nchi hii. Viongozi jamani, mpaka hiyo ground, yani watu walikuwa tu na relax, yote imejengwa, watu wamejaa barabarani, mabiashara mpaka yani ukiona tu Firdaus you will feel it. Ndo tujue tuko na viongozi wabaya. Sasa ni sisi tu na akili yetu, na tuziponze tamaa zetu, tuachane kuchukua hizo hizo pesa zenye tunachukua ndo zinatufanya tuwachague tena. Naam. Na wengine pia kuna wenye wanachukua tu pesa lakini hiyo kusema no. Unaambiwa no. Kuwa na msimamo, jiambia hapana. Ni kweli niko na shida, lakini hii pesa itanisaidia leo. Itanisaidia leo tu, kesho ndaitumia kama 500. Saizi haina value. Unanunua vitu 2, pesa imeisha. Haina thamani kabisa. Kwa hivyo hii pesa inakusaidia leo na kesho yako umejiharibia. Unadanganywa. Angalia huyu mtu alisema hivi last time, amefanya hajafanya. Kwa hivyo toa.
Na yule mwenye alikuwa anasema bado mimi namrudisha huyu hata kama nini na nini. Wengi wanatumia msemo ya ati better the devil you know than the angel that you don't know. Sasa huo ni mtu stupid. Ndio maana unaona vijana Firdaus, vijana wetu, ndugu zetu wanatumika kama goons because of money. Hiyo pesa tu kidogo mnampatia, wanaenda wanaharibu maisha yetu na pia anajaribia. Kweli kama kukikuwa na maandamano. Kukikuwa na maandamano Habiba. Hii maandamano imewekwa ni maandamano ya amani. Protest ya amani. Imewekwa ni amani, watu waweze kupigania haki zao, waweze kupaza sauti, maanake maandamano imeruhusiwa katika katiba yetu ya Kenya. Imewekwa watu waweze kupaza sauti, waweze kutoa, yani waweze kujirelief kwa zile shida wako nazo. Unakuta polisi amewekwa hapo anatumia tear gas. Haya, waizi wamekuwa hapo, wamelipwa waibie watu. Haya, huyu polisi ambaye anavuruga maandamano na huyo mwizi anavuruga maandamano, wote wako katika hiyo kutetewa na hiyo maandamano. Through hiyo maandamano ndo inamfanya yeye pia, imemfungasha hapo ndani aweze kunufaika. Aweze kunufaika na njia nzuri, aweze kupata kazi, aweze kupata nini, maanake saizi employment hakuna Kenya Habiba. Watu wanaambiwa sijui kumetolewa kazi inahitaji vijana sijui nini nafasi ngapi na ngapi. Wewe ni nani umemsikia amepata nafasi kama hizo? Kumetolewa nafasi, mtu ampata nafasi kama hizo? Hakuna. Ndio maana nasema tudumishe amani, tuwe ni wenye kutumia akili zetu. Usitumie akili ya mwingine vile unavyoambiwa ndio hivyo unafanya. Rudi nyuma, fikiria mtu fulani alisema hivi wakati fulani, alifanya hakufanya. Aya, hii pesa inatolewa leo. Ni kiongozi mbaya huyu, hatafanya maendeleo yoyote. Instead atafanya maisha yawe magumu zaidi. Maanake viongozi wengi wako na tamaa na jijali yeye. Unaambiwa kuna ile chukua kidogo basi mbakishie mwananchi kidogo, yeye kabisa afanye hivyo. And then by the way Firdaus, unajua hawa leaders wazuri wenye wanataka kilillahi kufanyia wananchi kuwabadilisha maisha yao ni wale viongozi huwa hawatoi pesa wakati wa campaign, kwa sababu hiyo pesa anakuambia yenye enda kupatia 500, hii 500 nitakupatia baadaye nikiingia kama basa. Ndio maana nimesema tuweke tamaa kando Habiba. Kuna mtu kabisa ni mzuri, anataka kusimamia kiti fulani, yani alete mabadiliko kwa kweli. Hana ile pesa ya campaign vile umesema. Watu wanasema huyu atoi pesa, tutamchaguaje? Hatutaki huyu mwenye atoi pesa, acha tuchukue huyu mwenye anatoa pesa. Ndio maana nasema tosheka na ile kidogo uko nayo. Wewe jiambie, wekea huyu mtu matumaini ya kwamba unaambiwa kila kitu nikujaribu. Yes, amesema atafanya, hajawahi, amjampatia nafasi. Mpatieni nafasi, tumpeni nafasi kwa kumpigia kura, tuone kweli atafanya. Aya, hakufanya. Tumbandue wakati mwingine tena, tupatie mwingine nafasi mpaka tupate yule kiongozi sahihi na mwenye atafanya ambavyo ameahidi. And then kunradhi Firdaus, Juno na producer anasema wakati unaona pia Kenya tukiachia mambo ya tamaa, kila mtu apatiwe nafasi. Kwa mfano umerulwa tu for 5 years, pia mwingine nafasi, tuone ataleta nini katika jamii. Katika hapo kupeana nafasi hapo ni uongo Habiba, tusidanganyane. Hakuna kiongozi mwenye anataka tu ni watu wanakuaga na ile binadamu, naambiwa binadamu hawatosheki, atosheki. Hata leo ukimpatia 500 atataka ingine. Atasema, ndio na maana naambiwa ni heri mzawadi mtoto. Mtu mzima na akili yake utampatia leo kitu fulani, atashukuru, atasema sasa mimi vile ameniangalia, ameona tu mimi wa kupewa 500, mimi wa kupewa 500, mimi wa kupatiwa 1000. Yani unaona mtu anakuwa na ile hana. Ndio maana nasema tudumishe amani Habiba. Sote tunawahusia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, tudumishe amani. Tudumishe amani na tuweze kusema no. Tukuwe na msimamo, yes or no. Wewe uko wapi? Kama uko kwa yes, uko kwa yes. Kama uko kwa no, uko kwa no. By the way, hata pia for those ukienda kutafuta ajira, yani unafai kuwa na rules zako. Hapo ndo utaweza kukontroliwa. But the moment hauna, utakontroliwa tu na pesa kidogo. Na mkiamba huku kila kitu unakubaliana nayo, tusiweke ile desperate mbele. Kumbuka Allah ndo anagawa riziki. Si ati ukinyenyekea ndo utapata hiyo kazi, ni Mungu anasababisha upate. Kwa hivyo vile tumesema tuko kadi tuweze kuchukua ilisha naam, samani ilisha. Naam, natumai watu wengi tumeweza kuchukua, manake
tulete mabadiliko jamani, Naam. tulete mabadiliko, maana sisi ndo tutatengeza Tufanye leo yetu. kadri ya uwezo wetu. Leo yetu itafanya kesho yetu ikuwe nzuri Better na zaidi. vizazi vyetu. Now, Okay guys, ni mwisho wa episode yetu ya kwanza, tunatamatisha. Mimi nafahamika kama Habiba Hamisi, mimi niko Kadi. Je, wewe uko Kadi? na hii sio ya kwanza wala ya mwisho. Kutakuwa na nyingi na maswala mbalimbali kila Naam. siku na swala lake tofauti. Naam, ambapo Habiba amesema sisi tuko Kadi. Je, wewe uko Kadi? Tunazungumzia mmoja anayetutazama. Naam, ujumbe huu ni wako. Je, wewe uko Kadi? Hadi episode ingine, Maasalam.